unataka kuondoka bila kuniaga? Hapana. Nawezaje kufanya hivi? Lakini Saada, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mimi unajua kabisa kuwa niko katika ibada ya kufunga. Tafadhali nakuomba sana. Haya masuala ya mume wangu kidogo tungeyapunguza kwenye hiki kipindi. Sio kanilibia funga yangu mamangu. Kwa hiyo kama sio mkeo, unasoma upikia sana. Wewe usijali. Hata kwenye swala zima la futari mimi sihitaji wewe unipikie. Kwa hiyo kuwa na amani, sawa? Ni nani atakupikia futari? Karibu. Mama, tukio umefika unajizungusha tu nyumbani. Mara huku mara huku. Hamna lolote unalofanya. Sasa hivi tena umekaa unajilemba. Ina maana wajibu wako ulokuleta hapa hujui au? Wajibu wangu naujua. Kilichonileta hapa ni kumhudumia mume na kutimiza wajibu wa dini. Huu mwezi mtukufu, mwanaume anapofunga ni haki kula chakula cha halali cha mkewe. Alafu mimi nimekuja hapa kutimiza wajibu wa dini kwa kuwa mimi ni mtu halali. Bwana Masisa, nilipopokea simu yako leo nikasema Khalifa ananipigia, atakuwa na majambo mazuri ya kuniambia kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama dini yetu inavyosema, tukumbushane kila wakati. Nilipoona simu yako nilifarijika sana. Lakini shekhe wangu, tangia umefika hapa hauzungumzi kitu chochote. Umekaa unasonya kama unaita paka shekhe. Wema? Shekhe wala siku. Hapa nilipo nina mtihani. Mtihani? Tuseme astaghfirullah. Mtihani gani tena shekhe wangu? Sijui hata nianze wapi. Wewe unajua kabisa kama mimi ndugu yako nilibahatika kufanya ibada ya ndoa. Nafikiri hilo unafahamu. Lakini kulingana na changamoto za hapa na pale za kimaisha zikanifanya hii ibada kidogo imeyumba. Na ndio maana yule mwanamke ana maisha yake na mimi nina maisha yangu. Sasa kulingana na taratibu na mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, kulingana na huu mwezi tulikuwa nao mtukufu wa Ramadhani, nimelazimika shehe wangu kumtafuta yule mwanamke nikawasiliana naye ili nipate kuilinda hii ibada yangu ya funga. Unajua sisi tunahusiwa lazima katika huu mwezi mtukufu tupate iftari iliyo halali. Sijapewa talaka, ila ikitokea nikapewa talaka, hata sasa hivi niko tayari kuondoka nikuachie huyu mwanaume. Sijui umenielewa shughuli yangu? Una wazimu wewe. Sasa kwa taarifa yako, nakupa siku hizi 2. Hapa ndani usipoondoka, labda mimi sio sana. Kwa hiyo tukaelewana vizuri. Mashaallah. Yule mwanamke amekubali kuwa atakuja. Lakini wewe unajua kabisa sisi kulingana na ujana wetu
Wewe unajua wazi kama mimi nimefungia pale nyumbani. Najua sasa unajua. Sasa hapo ndo mtihani ulipo. Mahesabu yangu yameenda kondo shida. Leo mapema kabisa ninajiandaa ili nitoke. Nasikia mbongo. Kwenda kufungua mlango hivi. Titi for 30. Na mwanamke yule. Sasa shehe hapo mimi nafanyaje? Shehe, unataka kuniambia kwamba mke wako wewe amekufumania na yule mwanamke wa ndani? Shehe hilo jibu. Astaghfirullah, subhanallah. Sheikh, hii kitu mbona ni mtihani mkubwa sana Sheikh wangu. Yaani katika swala zima la dini yetu ya Kiislamu na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kufumaniwa na mke wako ukiwa na mwanamke mwingine ndani ni jambo ambalo linamkera Mwenyezi Mungu na Uislamu wote. Hata kama itakuwa sio mwezi mtukufu wa Ramadhani, miezi mingine yoyote. Asante. Kutoka wapi? Ndugu nenda. Kama mimi ni mchumba. Mimi ni kama naona kama hapa kwenye tulikuwa tunajua ni Arusha, ni hapo mwezi kama sio vizuri. Leo tuongea hata baadaye. Kama saa ngapi? Kama saa moja nitashinda. Labda tufanye muda wa tarawih. Mume wangu, kwa nini umechukua hayo maamuzi? Kwa hiyo unataka mimi nifanye? Kwa sababu mimi sijaona njia yote sahihi ya kutumia zaidi ili kuondoka ndani ya nyumba hii. Lakini kwa nini usingemuoa kabla ya mwezi haujaanza? Angekuwa tu mke wa pili, au kama angeona kukaa mke wa metala hawezi, mimi ningeondoka. Kwa sababu mimi hapa nimekuja kutimiza tu wajibu wangu wa kidini. Kisha maliza, mimi naondoka. huo muda mimi na yani kama maana saa moja mwenyewe nitakuwa kwenye harakati zangu na Sambarai, sinajua sema ile mida saa moja budi sema mida saa 2 na kama Mungu atakuwa mengi, sinajua mama hapo, sinajua mwenyewe na ile achana na mazao na wewe na mtoto kitu mida saa moja fresh, unasema Sawa. hapo kwenye saa moja tayari uhakika sema unapoteza ujue mchoche. Asante. Sio poa ndio wanafanya sera ile na kuelewa ujue. Basi poa basi, au sio? Sawa. Tutaonana au sio? Usiniharibie funga yangu. Sitaki matatizo na wewe. Sio kama unanielewa. Ina maana wewe una akili zaidi kuliko mimi. Sitaki kupangiwa namna ya kuishi katika formula zangu. Nipo kwenye funga, usiniharibie ibada yangu. Na kuomba ufanye kilichokuleta. Sawa? Safi za muda.
Sada, mimi nashukuru sana kama umefanikiwa kufika salama. Hapana, usiseme hivyo. Mimi sijafanya hivi eti kwa sababu mimi sikupendi. Hapana. Isipokuwa nilichokitengeneza ni kulinda heshima niliyokuwa nayo. Na hili sio kwa ajili yangu, hata kwako pia, kwa sababu kulingana na mwezi wetu tuliokuwa nao mtukufu wa Ramadhani, kwa hichi tunachokifanya si kitu sahihi. Kitatuongezea heshima kwa upande wako na kwangu pia. Unaona, ndio maana nimeona bora tutengeneze hivi, rudi kwanza nyumbani. Mungu atakapojalia, mwezi utakapoisha, mimi na wewe tutatengeneza mazingira, nitakuoa, utakuwa mke wangu halali kabisa kama nilivyokuwa. Tafadhali naomba usijisikie vibaya, usihisi kama mimi na sikupendi au labda ninakuchukulia poa. Hapana. Mimi nina nia njema kabisa na wewe. Kwa hiyo tafadhali nakuomba. Yaani umesikia? Mimi ninachokifanya kwa sababu sikumpa talaka na sheria ya dini inavyozungumza ni lazima tufanye hivi. Wewe mwenyewe unajua wazi. Kwa mimi ninachokuahidi, mwezi ukiisha tu mimi namwandikia talaka yake. Anaondoka, najua kama huwezi kuishi na mke ndani ya ndoa ya matala. Ni kweli, lakini tulikuwa nje ya muda Sada. Afu isitoshe kama tungefanya hivyo ingekuwa sawa sawa na watu wengine, kwa sababu watu wengi wanafunga ndoa mwezi wa Ramadhani kwa lengo la kupata nini, futari tu. Alafu Ramadhani ikiisha hakuna chochote. Mimi sitaki hivyo, nataka kuwa mke wangu wa maisha. Haya basi, nakuomba tu unielewe hivi. Tafadhali. Kwa sababu bado sasa hivi nipo kwenye funga. Nafikiri sitakuwa huru sana kuongea chochote zaidi. Kwa hiyo utakapofutari baadaye tutatafuta, tutaongea vizuri. Haya sawa. Sawa. Kama kuna tatizo lolote utanijulisha, tutajua namna ya kusolve. Haya, shukrani. Najua. Asante. Haya, baadaye basi. Mashaallah. Funga hizo lakini sisi kumi. Sababu hii Ramadhani baba kula watu haoni sana sasa hivi. Hizo iko 6, baba ndo 4. Ramadhani. Kabisa. Safi shemeji, vipi? Salama, nifunge dagaa 1000. Dagaa 1000? Uja nani tu bado hujaweka na magani vipi? Siwezi kufunga. Kufunga uwezi? Haya, asante. Haya, na Ramadhani hivi zilikwenda watu mnazidi kupungua kufunga. Siwezi. Haya shemeji. Mbona sasa ngoma yule ninapomjua mimi sivyo nilishakuwa kuwepo. Yule ndo mke wa shehe. Yule shehe anakuja mrefu mwembamba mweusi. Yes, anakuja gaba kutupaga sisi mawaidha. Chagemu Ramadhani mkewe kaja kuna dagaa mchele. Unaona mambo ya ajabu hayo? Si ndio ile shehe istikama yule. Shehe huyo istikama ndio. Yule ndo mkewe. Na huyo problem mwingine mke wa shehe ndio yuko vile. Yeye mke wa mamumu anakuaje? Kwa Ramadhani kama hii. Yaani Abdalla kumitadula. Au sefuri kuandika haya. Shehe wangu bwana, sasa hivi Ramadhani imekuwa kama vile mchezo. Watu hawaende katika njia inavyotakiwa. Maana mimi ninavyojua Ramadhani funga kuanzia mchana mpaka usiku. Lakini ikifika usiku vijana wa sasa hivi wanapiga simu walimaliza ndefu,
Amina chupi kubwa, wanaanza kukaa sehemu zao wanapiga story. Ramadhani ipo mchana tu. Oh, shehe. Wa alaykum salaam shehe wangu. Kwema? Kwema mashehe? Kwema shehe. Nyuso zenu zinavyoonekana mashehe wangu, somo iko barabara. Nyuso kweli shehe wangu? Naam. Unajua kuna bwana mmoja anasema Waislamu wanasema Mwenyezi Mungu kawaambia fungeni mpate afya. Wanajiuliza asomu taswihu. Fungeni mpate afya. Naam. Jamaa akawa anauliza mnapataje afya huko amli? Naam, kweli. Kumbe ajui Mwenyezi Mungu kuleta hii rehema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ana kusudio lake. Mwenyezi Mungu kasema kitabu chake hii Qur'an katika sura Tabaraka rabaka bihadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bwana. Ndio maana bwana mtume alikuwa akikaa na maswahaba zake akiwaelezea faradhi ambazo zipo katika huu mwezi. Alikuwa akiwaambia huu mwezi ndio wa kutoa sadaka. Huu mwezi ndio kufanya mambo mema kwa sababu jambo jema unalolifanya moja, Mwenyezi Mungu anakulipa mengi zaidi. Au mnasemaje mashehe? Kama kawaida. Sasa hii inatufundisha kizazi na kizazi. Hata sisi hapa kipato chetu ni kidogo. Kile tunachokitoa Mwenyezi Mungu anaongezea. Katika huu mwezi neema ziko nje, neema ziko waziwazi. Yaani kila unachokifanya wewe wapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Hebu tumswalie mtume mara moja. Allahumma salli wa sallim. Tumswalie mtume mara ya pili. Basi Mwenyezi Mungu siku hii ya leo wallahi siku ya kiyama tuko peponi wote. Amen. Peponi shaka. Wote peponi. Mwenyezi Mungu kasema ukimcha Mwenyezi Mungu au ukimtaja mtume wake siku ya Ramadhani basi mtume Muhammad yeye mwenyewe anakutaja mbele ya Mungu. Poni sawa. Kwani tusiende peponi? Tunakwenda shehe. Umeona bana? Lakini pia ibada inatakiwa katika funga ili ifike kwa Mwenyezi Mungu bila kukwama njiani. Ibada, kuswali, kusoma vitabu, kusoma Qur'an kwa sababu pia Qur'ani ndio imeshuka katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Sasa nachowaambia twende tukafanya ibada. Tusifunge tukakaa hapa, tufanye ibada, tumche Mwenyezi Mungu, somo zetu zitakwenda. Mimi nakwenda nyumbani kidogo, alafu nitakuwa msikitini. Insha tuonane, kuna dawa. Kuna darasa nzuri. Inshallah. Shukrani. Inshallah. Inshallah. Baba umeona? Wanasema dua kumita nani? Au kufuta sifuri? Kuandika o. Ndio ile pale. Mawaidha yanaanzia nyumbani, mawaidha yaanzie nje ya nyumbani. Sasa nyumbani kwake anashindwa kujenga, anakuja kutupiga makelele sisi huko. Ila kidogo yana maana. Maneno yana maana. Maneno yana maana. Yana maana ila ndio hivyo. Tufuate maneno, tufuate vitendo. Sawa, kipindi kile tulikuwa wawili. Sasa hivi tumebaki mimi na wewe tu, mke na mume. Kwa nini tusiende kukalale chumbani? Twende mume wangu. Nakuomba tuondoke mume wangu. Wewe. Mimi sitaki matatizo na wewe unajua. Nilikuita hapa ili uweze kunipikia futari na sio kitu kingine. Unatakiwa kulijua hilo, usinipangie namna ya kuishi nyumbani kwangu. Alafu isitoshe Nuru, mimi mbona sina hisia na wewe?
Yaani sina hisia na wewe kabisa. Kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Nakubali kama una hisia na mimi, lakini mimi bado ni mkeo. Twende mama, tafadhali tuende. Tuondoke mwanangu, tuondoke. Tuondoke tukalale. Tuondoke basi. Hata ngoja ngoja.